Zungumza usikike. Wamepandisha ni shilingi 15. Hata choo yenyewe ilifungwa juu mwenyewe anajua. Kila siku ya wiki Jumatatu hadi Ijumaa jioni kuanzia saa 1 hadi saa 1:30. Paza sauti yako kwenye kipindi Sauti ya Mtaa. Kunyakuliwa sasa itategemea na madebut wale ambao wanaenda kuletwa. Tukiangazia yanayojiri na yatakayojiri. Sauti ya Mtaa, tupo kwa ajili yako. Na mtazamaji wetu wa Bethel Clouds TV, natumai buheri wa afya popote ulipo. Karibu katika kipindi chetu cha Sauti ya Mtaa. Nakumbuka hivi leo tumekita kambi katika eneo la Savana, Soweto, kuweza kuzungumza na wakazi swala nzima la kura. Tunazidi kujua kwamba kura ndio ufunguo wa maisha. Kura ni siri yako na kura inakusaidia kupata kiongozi ambaye anafaa maishani. Andamana nami hadi tamati. Langu jina Omoding Pascal. Tuko katika eneo la Kayole, Soweto, na tunaungana na wakazi wa huku kujua kuhusiana na swala nzima la uchaguzi ama kura. Tuweze kusikia kwamba pia wako na yepi kuhusiana na swala nzima la kura, ikiwa imesalia takriban siku 4 tuingie katika uchaguzi mkuu. Bila kupoteza muda, wacha niweze kuungana na kaka pia niambie kwamba wako na yepi kuhusiana na swala nzima la kura. Bila kupoteza muda, niambie tu jina. Waitwa nani kaka? Mimi naitwa Milikzedi Kimbudi. Mkaaji wa Lower Savana, Soweto. Kwa maneno yako tu, wafahamu kura kama nini? Kivipi? Kwa maneno yako tu, je, wewe wafahamu kura kama nini? Fahamu kura. Unajua kura kivipi? Mimi najua kura. Kura ni mtu ambaye anatoka anaenda anapiga kura. Ukikuja kama chama cha Azimio unakipigia kura ama Kenya Kwanza. Hiyo ndio mimi nafahamu. Naitwa Jacqueline. Kura ni haki yangu, ambapo imewadia wakati wa kupiga kura, na mimi kama mwananchi inastahili hiyo siku niamke mapema niende nichague kiongozi wangu mwenye nataka. Naitwa Mtaa. Kura ni wakati inafika, pia yule kiongozi alikuwa huko tunachagua mwingine wa kushikilia ile maendeleo yenye alikuwa anaendelesha. Mimi nafahamu kula ni kuchagua kiongozi mzuri mwenye anaweza kusaidia Kenya, na tusichague kiongozi mbaya mwenye anaenda kujisaidia peke yake na aweze kuangalia wa Kenya. Mimi naitwa Chudi. Kura ni kuchagua kiongozi yule tunajua ataenda kutusaidia. Naam, kwa majina naitwa Saningo Abdalla Samson. Na nimetoka mji wa Maralal, Samburu County. Naam, na hapa hivi penye huko panaitwaje? Hapa panaitwa Soweto. Kwa maneno yako tu, wafahamu kura kama nini? Kura ni njia ambayo inafaa sio wa Kenya. Tujue ya kwamba amani na kumchagua yule kiongozi ambaye anafaa na kutuzongesha mbele kama wa Kenya. Mimi nafahamu kura ni kitu ambayo mtu anachukua, ni demokrasia. Baada ya miaka 5 tunachagua kiongozi mwingine. Baada ya miaka 5 tunachagua kiongozi mwingine. Nafahamu kura kama kuchagua viongozi ambayo wanataka kutupeleka level nyingine. Tuondoe wale wenye hawajatufanyia kazi nzuri. Hiyo ndio nafahamu. Kura ni uchaguzi. Na wananchi aswa wa Kenya inafaa mjitokeze. Mchague viongozi wala ambao mungependa wamfanyie kazi yenu kwa manufaa ya nyinyi wenyewe. Kura
Ninavyofahamu ni ile hali iliyopo ama kitu kilichopo ambacho kinampatia mwananchi uhuru ama nafasi ya kuweza kuwachagua wale watu ambao tunawaita viongozi waweze kuwakilisha hawa wananchi kwenye serikali huko ama kwenye viwango tofauti vya mamlaka ili kushughulikia maslahi ya wananchi. Naam. Kura ni process ya kubadilisha uongozi ama kuendeleza uongozi ule ulio mzuri. Kura ni ile kujitokeza na kuwa na uhuru wa kuchagua kiongozi unayemtaka ambao anayewakilisha nchi yako jinsi unavyotaka mwenyewe. Yeah. Mimi nafahamu kama kura ni haki yangu kama Mkenya wa chini. Nafaa kuchagua kiongozi ambaye anaweza nisaidia. Kama mimi ni single mother, nichague ni kiongozi ambaye nikiwa na shida anaweza kuja niambie, unaweza anzia hapa, shika hiki kitu kidogo ufanye biashara. Na hapo nitajiinua kimaisha. Si kuchagua kiongozi bora akona ni kiongozi. Tunataka uongozi, hatutaki kiongozi, tunataka uongozi lo savana. Ndio. Mimi kwa kwangu mimi nafahamu kura kama maisha yangu na mambo zingine mengi hapo na tunafanya na mambo ya kura. Mimi naweza define kuvote kura kama democracy. Unaona? Na kila mtu ako na haki yake ya kupiga kura na bora cha maana ni amani. Ndio. Mimi sifahamu kura kwa kitu chochote. Mambo na election hapo sipatikanangi. Okay, na nikuulize swali lingine la pili basi, kama hiyo ni umuhimu gani tunayo katika kupiga kura kama mwananchi wa kawaida? Umuhimu ambao uko nayo kwa kupiga kura? Ili tutafute kiongozi bora mwenye atatusaidia. Bora na tukue na amani. Tunatangaza tu amani. Na je, ni madhara gani unapata kama mwananchi wa kawaida kwa wale ambao hawaendi kupiga kura? Mimi naweza waambia tu watoke ende wapige kura ndio ili tupate kiongozi bora. Wasikae kwa manyumba, watoke asubuhi tupige kura. Je, kwa maneno yako tu ni umuhimu gani tunapata kama mwananchi, unapata kama mwananchi wa kawaida kwa kupiga kura? Kura yangu mimi najua kiongozi nikichagua atanisaidia namna gani na tutakuwa kama sisi kama mandugu na nini inaweza punguka, hata unga inaweza punguka. Naam, na je, ni madhara zipi tunapata kwa kutopiga kura kama wananchi wa kawaida? Madhara tuko nazo mingi. Madhara kitu ya kwanza ni kama una kura wewe utakuwa kama Mkenya. Na itakuwa ni vibaya sana kama wewe una kura na wewe unadhania wewe utachagua kiongozi na kwa mdomo, kwa nini hivyo ndo tunajua. Kupiga kura sisi kama wananchi wa kawaida ni kuchagua viongozi bora, si bora kiongozi tu. Na mimi nataka nihimiza watu wasiangalie chama, wasiangalie mirengo, waangalie mtu mwenyewe. Kwa sababu ukiangalia chama, hii chama itafaidi mtu mmoja. Kwa hivyo tuangalie mtu binafsi, utendakazi wa mtu. Tusiangalie vyama. Vyama ni vinakuja vikienda, lakini utendakazi wa mtu ndio uangaliwe kabisa. Kwa maneno yako tu, je, ni madhara zipi unapata kama mwananchi wa kawaida kwa wale ambao hawaendi kupiga kura? Unajua mtu asipopiga kura, ndugu yangu, huyo atakuwa ameleta madhara kubwa sana, kwa sababu huyo hakuna vile atalalamika kwamba uongozi ni mbaya, sijui nini mbaya, kwa sababu saa hizi tunaona viongozi au wanasiasa wanakupatia unga ndio upige kura, wanakupatia sijui 100 ndio upige kura. Huo sio uongozi. Sisi tunataka utendakazi wa uongozi. Umuhimu kabisa ni kujitokeza kwenda kutafuta kutoa mwenye hajafanya kazi mzuri na kuweka ndani mwenye anataka kufanya kazi mzuri. Na ni madhara zipi kama mwananchi wa kawaida anapata kwa wale ambao hawapigi kura? Ile madhara kabisa yenye burudia. Ni madhara zipi kama mwananchi wa kawaida unapata kwa kutopiga kura ama kwa wale ambao hawapigi kura? Okay. Vile mimi naelewa yule mwenye hawezi kujitokeza kwenda kupiga kura ni mwenye hazingatii demokrasia. Kwa sababu baada ya miaka 5 ni lazima ujitokeze
uende uchukue yule mwenye unaona anafaa na mwenye hafai unamrudisha nyumbani. Yeah. Kitu ya kwanza ukipiga kura kama mwananchi wa kawaida utakuwa ushachagua kiongozi ambaye aliye bora na kiongozi ambaye unahitaji. Na huyo kiongozi atakufanyia kazi na uridhike kwa sababu wewe mwenyewe ndiye ulimchagua. Hiyo ni muhimu ya kwanza. Na ukichagua kiongozi una participate kwa democracy. Hiyo ni haki yako. Uweze kulala na watu wengine wana participate kwa democracy. Pia wewe amuka uende ufanye kazi, upige kura. Si wewe kulala wakuchagulie mwisho uanze kulalamika huyo kiongozi mbaya, huyo amefanya namna gani na wewe hujaamuka hujamchagua. So itabidi uvumilie mpaka miaka 5 iishe bwana. Kiukweli manufaa ambayo mimi napata kama mwananchi nikipiga kura ni manufaa ninayopata ni kwamba nina nafasi bora sana ya kuchagua mwakilishi wangu wa sehemu ninayokalia, ama mwakilishi hata wa nchi nzima kulingana na viwango tofauti tofauti, ziwe zawadi hadi nchi ile kiongozi wa nchi nzima. Inanipa nafasi bora sana ya kuchagua kiongozi ambaye ataweza kupigania mahitaji yangu ama maslahi yangu kama mwananchi, upande wa kitu kama mazingira, yani shughuli nzima ya maisha ya mwananchi wa kawaida yanawakilishwa na huyo mtu ambaye nitamchagua. Huo ndio umuhimu ambao ninao kama mpiga kura, kumchagua mwakilishi wangu ambaye atatetea maslahi yangu. Naam. Na ni madhara zipi unapata kama mwananchi wa kawaida kwa wale ambao hawaendi kupiga kura? Madhara nayapata ni kwamba nisipojitokeza kupiga kura niko katika hatari ya kukuwa na maisha mabaya, kwa sababu nisipojitokeza kupiga kura kuna uwezekano kwamba nitakuwa na kiongozi mbaya na maslahi yangu kama mwananchi hayatashughulikiwa ama yakishughulikiwa hayatashughulikiwa kwa njia nzuri ambayo ningependa. Kwa kutopiga kura tunapata uongozi mbaya. Na je, ni umuhimu gani tunayo katika kupiga kura kama mwananchi wa kawaida? Kwa kupiga kura ndo tunabadilisha maisha yetu, tunabadilisha uchumi ya nchi, tunabadilisha vile malezi ya nchi yetu. Na uongozi tunaleta uongozi bora. Na ufahamu. Najua kuwa nikijitokeza nipige kura kama mimi mwenyewe nahitaji yule mtu ambaye nafaa ingie kwenye kiti ambaye atatetea mwananchi wa kawaida. Mwananchi kama mimi nijue kitu ya kufanya. Yeah. Na je, ni madhara zipi unapata kama mwananchi wa kawaida kwa kutopiga kura? Kwa kutopiga kura shida ni madhara nitakayopata. Kiongozi ataingia ambaye asiyefaa, kwa sababu hatakuwa amepigwa si kura ipasavyo. Yeah. Umuhimu ambayo tuko nayo kama mwananchi wa kawaida ni bora sisi tuchague kiongozi ambaye atakaye jali maslahi ya mwananchi wa kawaida. Na je, ni madhara zipi unapata kama mwananchi wa kawaida kwa kutopiga kura? Madhara ambayo ninaweza pata ni kukosa kuchagua kiongozi ambaye anaweza tushughulikia sisi kama wananchi wa kawaida. Na ni mizo gani unaweza ambia taifa kwa jumla tukielekea uchaguzi mkuu kuhusiana swala nzima la kupiga kura? Ninaweza ambia Wakenya, kwa sababu maisha ya sasa imekuwa maisha ngumu sana, uchumi imekuwa ngumu. Sasa ninaweza himiza tu Wakenya wajitokeze na wakachague kiongozi ambaye anaweza jali maslahi ya Wakenya wote kiujumla, bila kuangalia kabila ama mtu huyu anatoka eneo gani na huyu anatoka wapi. Hiyo tu naweza ambia Wakenya. Asante sana, nashukuru kwa wakati wako kaka. Asante na mashukuru pia nami. Asante. Kupiga kura ina determine venye tutapata kiongozi mzuri, kiongozi mwenye anajali maslahi. Kama hapa hilo wa Savana, ukiangalia huku sana sana unaona venye hadi drainage zenyewe venye zimefungana. So sisi tukikaa vizuri tuchague kiongozi mzuri, hii kazi yote itakuwa sambamba. Yeah. Na je, ni madhara yapi unapata kama mwananchi wa kawaida kwa kutopiga kura? Ukikosa kupiga kura, ya kwanza ni mjinga. Ndio. Na ujielewi, na wewe ndo chanzo cha kukosa kupata maendeleo ya hapa kama hapa kwetu Luo Savana. Ndio. Umuhimu wetu ni kwamba tunataka umuhimu wetu zaidi ni kuchagua wanasiasa ambao tunajua kweli wanaweza simama na maslahi, kama for example kama kina mama mboga. At least wakisikia kilio chao wanasema labda nataka kusaidiwa na loan, labda kubusi biashara unaweza kusaidika. Yeah.
Na je, ni madhara zipi unapata kama mwananchi wa kawaida kwa kutopiga kura? Madhara ya kupata mwananchi mwenye haja vote, unapata labda ulifaa uchague labda mwanasiasa fulani ambaye mwenye angeweza kusaidia, lakini kwa bana unajipata huku vote ama kuvote ule jamaa, unapata unaweza complain, tulichagua mtu mwenye atusaidie na mwenye kupiga kura. So na hapa sasa kuna kuangana problem. Yeah. Madhara ya kutokupiga kura ni kama nisipo vote nichague kiongozi ambaye ninamhitaji. Nitasema nimenyanyaswa. Na hiyo ni haki yangu kupiga kura nipate kiongozi ambaye ananifaa mimi mwenyewe. Ndio. Kama mwananchi umuhimu wake ni kupiga kura, uchague kiongozi mzuri aweze kusaidia Kenya, na kitu ya muhimu tuweze kupata amani na upendo. Na je, ni madhara zipi tunapata kwa wale wananchi wa kawaida ambao hawaendi kupiga kura? Wenye hawaendi kupiga kura, madhara ni kutopiga kura, wanaangusha hao wengine, wanaangusha viongozi. Umuhimu wa kupiga kura, kupiga kura pia ni muhimu juu ni vizuri uchague ile kiongozi mwenye unataka. Na je, ni madhara ipi tunapata kama taifa kwa wananchi ambao hawaendi kupiga kura? Kwa wale wananchi ambao hawaendi kupiga kura, tuko na madhara kuwa hajalitika na ile kiongozi wake mwenye anafaa kuchagua. Kwa hivyo inafaa kila mtu kama uko na kura yako ujielekeza huko ukaweza kupiga kura na uchague ile kiongozi wako mwenyewe unataka wa kushikilia Kenya hii. Umuhimu wa kupiga kura ni kuchagua ule kiongozi mwenye unataka akusimamia kufanyia kazi. Na usipochagua kiongozi ama usipopiga kura, sasa unapoteza ile haki yako ya kupiga kura kuchagua mwenye unataka. Wakenya kupiga kura kuna umuhimu sana, hasa kumjua yule kiongozi, kumchagua pale yule kiongozi ambaye atafaa. Na tusipopiga kura hatutajua na tutaendelea kugaragara kule chini bila kujua na bila kumfahamu na kumchagua kiongozi ambaye anafaa kutuongoza sisi kama Wakenya. Yes, mimi nafahamu umuhimu wa kupiga kura kwa sababu kura maana yake ya kupiga kura tunataka tusaidiwe sisi sana sana mayouth sisi hatuna kazi mahali tunaweza kuwa tunajishikilia, ndio maana yake tunataka tupige kura, tujitokezee kwa wingi tupige kura ili tupate makazi tutoke mtaani. Yes. Na je, ni madhara zipi tunapata kwa kutopiga kura? Madhara zenye tunapata kukosa kupiga kura ni kitu like kama wakati tunakosa kupiga kura tunaleta vitu ambazo zinaita kama like vita mtaani, kwa sababu once ukishakosa kupiga kura mwisho utaanza kuuliza mbona hizi vitu zinapanda bei, na the more hii kura tunasongeshewa muda ndio unapata vitu zinapanda bei because ile tax ndio unapata ndio inaongezwa kwa zile vitu, ili watu wanaanza kutembea kama hao viongozi wetu wanatembea nazo na hiyo pesa yetu wakifanya mambo na siasa. Faida tunapata kupiga kura ni kuondoa labda kuchange utawala, na huwa tunataka utawala bora. Yeah. Naam. Na je, kuna madhara zipi tunapata katika kutopiga kura kama mwananchi wa kawaida? Ni madhara zipi mwananchi anapata kwa kutopiga kura? Kutopiga kura, madhara ya kutopiga kura ni itatokea wakati unalalamika kuhusu uongozi. Yeah. Umuhimu, ukisachagua mtu mzuri mwenye unajua atatusaidia, unamwelezea shida uko nayo, akikuja akikusaidia, hiyo ndio umuhimu. Na je, ni madhara ipi tunayo kwa wale wananchi ambao hawaendi kupiga kura? Ni nini madhara ipi tunapata kama nchi kwa wale wananchi ambao hawaendi kupiga kura kabisa? Wenye hawaendi kupiga kura. Madhara ambao wanaleta kama hawaendi kupiga kura. Kama walikuwa wanataka kiongozi mzuri, si wanapoteza, sasa yule anaanguka chini. Apiti. Kila siku ya wiki Jumatatu hadi Ijumaa jioni kuanzia saa 1 hadi saa 1:30 paza sauti yako kwenye kipindi Sauti ya Mtaa. Kunyakuliwa sasa itategemea na madebut wale ambao wanaenda kuletwa, tukiangazia yaliyojiri, yanayojiri na yatakayojiri.
Sauti ya Mtaa, tupo kwa ajili yako. Na je, ni mizo gani unaweza ambia Kenya kwa jumla wanaokutazama kuhusiana na upigaji kura, ikiwa imesalia takriban siku 4 tuingie katika uchaguzi mkuu? Mimi wa Kenya ningeomba tafadhali, siku zimebaki siku 4, uchague kiongozi ambaye atakuongoza kwa miaka 5. Kwa hivyo tuchague viongozi wenye watatuongoza miaka 5. Miaka 5 si siku 5 ama si wiki 5. Miaka 5 ni miaka mingi sana. Kwa hivyo mimi naomba tu wa Kenya penye popote walipo tukue na amani, tupige kura kwa amani. Juu hao viongozi wale wenye wako huko juu wote wanasalimiananga, na sisi tuache kufurugu. Mwenzako akishindwa si mwisho wa maisha. Tena miaka 5 mingine itafika, tuchague mwingine. Na ni mizo gani unaweza ambia taifa kwa jumla kuhusiana na upigaji kura, ikiwa imesalia takriban siku 4 tuingie katika uchaguzi mkuu? Kitu ya maana ni kujitokeza kwa wingi, tuende tuchukue wale viongozi ambao tunaona watatupeleka level nyingine, na turudishe wenye tunaona hawezi kutupeleka mbele tukose kupigia kura. Yenye mimi naambia taifa yote ya Kenya kwamba tuamke tarehe 9 asubuhi, tuchague viongozi wala ambao tunataka. Leo hii mnaona kuna mirongo tofauti. So hii mirongo mbili, wewe muangalie kadi ya kiongozi Ruto na Raila Amolo Odinga. Ni nani kiongozi bora? Ni nani mwenye amebeba sera za mwananchi wa kawaida ama manifesto ambayo inaweza inua mwananchi wa kawaida? Tusichague tu kiongozi ati kwa sababu na mambo yake venye unamuona ati atakusaidia. Sisi wananchi ndio tuko na shida bwana. Naweza wahimiza wananchi wenzangu ama Wakenya wenzangu, kwanza sote tuwajibike katika swala zima la kupiga kura. Kwa wale ambao wako na kura walishika kura, na wahimiza kwamba tujitokeze kwa wingi kwa wale walioshika kura, ili twende tukapige kura, tuchague viongozi ambao tunajua utendakazi wao ni mzuri na wataweza kutusaidia. Kisha himizo la pili, nitahimiza wananchi wenzangu pia kwamba tudumishe amani, kwa sababu amani ni kitu kizuri sana. Pasipokuwa na amani basi tutapata hasara kubwa sana, iwepo wengine mali zetu zinaweza zikaharibika, wengine tutapoteza maisha. Kiufupi, yani tudumishe amani. Kisha himizo la pili ni kwa hawa wagombeaji wa viti tofauti tofauti. Ningeweza kuwahimiza kwamba pia nao wadumishe amani, alafu haswa kabisa atakayeshinda hongera kwake. Kwa wale ambao hawatafanikiwa kupata hivyo viti ambavyo walikuwa nawania, himizo langu kwao ni kuwa wakubali matokeo, kwa sababu asipokubali matokeo basi italeta rapsha na vurugu na itasumbua hali nzima ya amani. Kwa hivyo himizo kwa wawaniaji ni kwamba watakaopoteza washike moyo na wakubali matokeo, ndio tu amani iendelee kutawala. Nahimiza kila mwananchi aliyeshika kura jitokeze, tupige kura, tubadilishe uongozi, tupate uongozi bora. Hilo ndio himizo langu. Naambia Wakenya wenzangu kuwa tuwe na amani. Kitu ya muhimu ni kuhimiza amani, kwa sababu hiyo kitu itakuwa ni ya siku chache tu na tuendelee na maisha yetu ya kawaida. So mahali popote tulipo tujue kama huyu mwenye mnaishi naye ndio ndugu yako, ndio dadako, ndio mnayesaidiana naye. So tuwe na amani. Hiyo ndio kitu, na kinyentambia viongozi hasa wale wanaogombea urais, mwenye atakayekubali atakayeshinda hongera kwake, na mwenye atakayeshindwa akubali kushindwa, kwa ndio nchi yetu iwe na amani. Ninaweza ambia Wakenya, kwa sababu maisha ya sasa imekuwa maisha ngumu sana, uchumi imekuwa ngumu. Sasa ninaweza himiza tu Wakenya wajitokeze na wakachague kiongozi ambaye anaweza chali maslahi ya Wakenya wote kiujumla, bila kuangalia kabila ama mtu huyu anatoka eneo gani na huyu anatoka wapi. Hiyo tu ninaweza ambia Wakenya. Na ni mizo gani unaweza ambia wananchi kwa jumla tukielekea uchaguzi mkuu kuhusiana na swala nzima la upigaji kura? Mimi chenye naweza waambia wananchi wa Savana, mjitokeze asubuhi na mapema sana, mkuje mvote. Kila mtu ako na right ya kuvote kiongozi mwenye anataka, lakini haswa imizo yangu kwa Wakenya wote, tupige kura ya amani. Amani ni kitu muhimu hapa kwetu duniani, hapa Kenya mzima. Mahali popote mlipo, ndugu zangu, dada zangu, msidanganyike, mpige kura ya amani. Tunahitaji amani.
Ndio. Okay, tukielekea kwa general election, mimi nazaambia tu vijana, wa mama, wazee weke amani, tupige kura na amani. Lakini tukichagua na uchaguzi kisha, unajua election inakujanga nenda, lakini sisi tutabaki kama wanaloa savana, tutabaki kama mavoters. Unaona, life lazima iendelee after election. Naam. Yeah. Mimi naelimisha Wakenya kuwa kama uko na kura yako, wamuke mapema, ukaenda ukapige kura, urudi kwa nyumba, ukaweza kuongojea matokeo. Mimi nawahimiza siku ya kupiga kura wapige kura vizuri, wachague kiongozi mzuri na waweze kurudi kwa nyumba. Ni mizo gani unaweza ambia Wakenya kwa jumla tukielekea kupiga kura, tukikaribia kupiga kura? Mizo gani unaweza kuhimiza Wakenya kwa jumla kuhusiana na upigaji wa kura? Ningewasihi na kuomba Wakenya tujitokeze kupiga kura, hasa tuweze kumjua na kumpata kiongozi ambaye anatufaa sisi kama Wakenya. Ngumzo mzuri mimi naweza waambia, tuchagueni kiongozi kama ule mtu unajua. Na ile kiongozi tunaenda kuchagua saa hii, sisi tunajua kama sasa tunaendelea general election, tulikuwa na uadui, ukabila au nini. Lakini sasa tukienda kuchaguana, tuchagueni kwa uzuri na tusikuwe na uadui na kila mtu na hivyo. Waweza himiza nini taifa? Amani. Naweza sema amani tu, tunalia tu amani. Amani tu. Naambia Wakenya kupiga kura ni haki. Hata kwa Biblia ilisema mtachagua, lazima mchague viongozi. So uzuri wa swala nzima la kuchagua kupiga kura ni haki yako. Ni haki yako. Huwa unashiriki haki yako. Asante sana. Maelezo yangu mimi najaribu kuambia Wakenya wenzangu tukuwe na amani. Wakati tarehe 9 ikifika, kila mtu amuke mapema, aende achague kiongozi wake ambaye anastahili kuongoza hii Kenya. Sisi wapigaji kura tunapiga tu, lakini tayari Mungu ashachagua kiongozi. Yes. Mimi naomba tukienda kupiga kura, tupige kwa amani na upendo. Na mtazamaji wetu wa Bethel Clouds TV, sinabudi kulikunja jamvi la kipindi chetu cha Sauti ya Mtaa katika eneo la Soweto, na kumbuka tumeweza kupata maoni ya wakazi wa Soweto, na hivi tumepata maoni mbalimbali. Wengi wakisema vipi? Kura yako ni haki yako, na kura yako ndiyo itakupea kiongozi anayefaa, na kutopiga kura itakupa kiongozi ambaye hafai, kiongozi ambaye yupo na ufisadi, kiongozi ambaye atadumisha ufisadi, kiongozi ambaye atazidi kufanya mambo ambayo hayaendi sawa. Lakini ukipiga kura, wamesema vipi? Utapata kiongozi anayefaa maishani, kiongozi wa maendeleo, kiongozi ambaye analeta Wakenya pamoja, kiongozi ambaye anatakia Wakenya na anaboresha uchumi. Kumbuka tumekuwa katika eneo la Soweto. Wacha tukutane wakati mwingine, Mola akinijalia mimi na kujalia wewe. Bethel Clouds TV, langu jina Omoding Pascal. Kila siku ya wiki, Jumatatu hadi Ijumaa jioni, kuanzia saa 1 hadi saa 1:30, paza sauti yako kwenye kipindi Sauti ya Mtaa.
kila siku ya wiki Jumatatu hadi Ijumaa jioni kuanzia saa 1 hadi saa 1:30. Paza sauti yako kwenye kipindi Sauti ya Mtaa.